Mko wawili. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mzaliwa wa pili kwa baba na mama. Ukoo wetu na kabila letu Wabena, watu wa Njombe, wana mizimu. Hiyo mizimu ni afadhali majini kuliko mizimu. Kwa nini? Kwa sababu ile toka mtu tumboni mwa mama yake anaridhishwa, anazaliwa nayo kwa kupitia, yani mtoto akizaliwa ana kitovu na nywele zile za kwanza. Wale wabibi wanaenda kukabidhi kwa mizimu ya ukoo, wakikata kikata kile kitovu na nywele za kwanza wanachukua wanapeleka kule. Kwa hiyo wanakuunganisha na mizimu, na yale maneno waliotamka kwamba asiwe tajiri, asisome au aolewage na kuachika, ndivyo inavyofuatilia, haikosei. So ukazaliwa kwa familia iliyo na mizimu. Na mizimu, bibi yangu alikuwa ana pepo, sijui niseme nini, yani ukitaka mtoto wa kike anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kiume anakutengenezea dawa unapata. Nani? Bibi yangu mzaa baba. Ukitaka mtoto wa kiume anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kike na alinitumia hiyo kazi nilifanya. Alinitumia kwenye uganga wake, mpaka manesi wakawa wanakuja, maaskari wanakuja wakitafuta msaada. Akakupa hiyo uganga? Anasema ukachume dawa fulani na dawa fulani. Yule mtu kama anahitaji mwanaume, mimi ndio naenda kuchukua zile dawa na mnywesha, anapata mwanaume yule mwanamke. Akitaka, so unakuwa kama mfanyikazi wa Sasa alipokaribia kufa alisema nitafute mbuzi ili aniridhishe yale madawa. Nilikataa. Nilipokataa, muda mfupi nikawa nimeokoka, lakini sikujua namna yoyote ya kufanya. Na kwenye ukoo huo, yani kwa Wabena kwa ujumla, kuna mila na desturi, kwa lugha tunaitwa makwala, yani wanashinda uchi kama ni wiki mbili au wiki moja. Hakuna mkwe, hakuna mtoto, hakuna yote, mnakaa uchi kama mlivyozaliwa wiki nzima. Wapi? Uko porini, wakinywa wakila, lakini mwisho wake lazima mtu mmoja atakufa, maana limzimu litahitaji nyama ya mtu. Ngoja. Kwa hivyo yako, hata hiyo yake ni afadhali. Ndio. Watu wakizaliwa kwa familia wanachukua kitovu na nywele za kwanza na nywele ile ya kwanza za kwanza inapeleka kile watakachosema kinatimilika. Uwezi epa. Nilipopata elimu kidogo, nilifuatilia kwamba watu hawa tulikabidhiwa kwamba wasiwe matajiri, kwa hiyo asisome. Kwa hivyo nyinyi hamwezi soma na mwezi kuwa matajiri? Haiwezekani, maana mmepewa limit, na hasa upande wa kike kwenye ukoo wetu hawasomi, hawaoleki, wakioleka wanaolewa vibaya. Ni watanashati. Wasisome, usiolewe na kuoa, kuachika na umasikini. Kwa hivyo madhabahu yenu inasema hakuna tajiri, hakuna kuolewa. Unaweza ukaolewa mkaachika, yani ile ya kuteseka huko. Mara moja kwa mwaka mnaenda mizimuni? Unaenda mzimuni huko. Ni mara moja kwa mwaka. Ilikuwa mwezi wa 9 kila mwaka. Mwezi wa 9. So mwezi wa 9 mnaenda mizimuni. Wiki mbili, wiki moja au mbili. Mnakula nini? Huko ni pombe, vyakula, nyama zinachinjwa, vyakula vyote vipo pale, ila mnakaa uchi.
hakuna baba, hakuna mama, hakuna mkwe hivi. Yaani baba mkwe, mama mkwe, mtoto wako wote mnakaa uchi. Na mnalala wapi? Ni kulala huko porini, hakuna kurudi nyumbani. Wiki nzima. Wiki nzima. Mama mkwe yako hapo, baba mkwe yuko pale, baba mkwe yako hapo, binti yako yuko pale, binti yako hapo hapo, mtoto wako wa kiume yuko hapo, mtoto wako wa kiume, mkamwana wako yuko hapo, mkazamwana pia yako hapo, yaani timu yote tu, na wajukuu wote tu. Hakuna mtu ako na nguo. Na baba, yaani vyote. Na mtu aoni haya. Hakuna haya. Hiyo ni Adamu na Hawa. Hiyo sehemu kubwa ndio madhabahu za Wabena. Njombe kuna uchawi mkubwa. Njombe anakotoka Pastor Anita. Nahitaji msaada mkubwa. Sasa mkimaliza huo wiki, mkirudi nyumbani, mtu anakufa. Hilo wiki baada ya kumaliza tu lazima kwenye ukoo afe mtu mmoja. Na mnajua tu katikati yetu sisi waliouchi mmoja anaenda kufa. Anauawa na hii madhabahu. Mkuu wa mila na desturi hiyo anajua ni nani achukuliwe. Yeye anajua. Akipointi pale anakupoint tu hivi. Kwamba yule mwaka huu atachukuliwa fulani. Mimi nilikuwa nichukuliwe, lakini kwa neema ya Mungu nilikuwa nimeokoka nikawa nimeshindikana. Lakini ninateseka mpaka leo. Naambiwa mchawi, ndugu zangu wanateseka, wote wanasema naroga mimi. Kuna bwana mdogo ana mguu hapa, ana kidonda hakiponi, ana hali mbaya. Kuna bwana mdogo mwingine yuko Mbeya, mke wake naye wana hali mbaya. Walikuwa wafanyakazi wazuri tu, lakini wamegeuka maskini wa kutupa kabisa, lakini wanasema naroga mimi. Kuna mwingine haowi, na wanasema nimeroga mimi. Kabla hujaokoka ulienda kambini mizimuni? Mimi sikuingia, ila wazazi walinishirikisha kwa sababu nilikuwa mdogo. Kwa hiyo chaguo la mizimu ilikuwa ni mimi nishikilie kiti baada ya kufa wao. Ukaenda ukiwa mdogo? Nilienda nikiwa mdogo. Ukaona watu wote wako uchi? Wako uchi. Sasa mvua ikinyesha, kuna nyumba huko? Mvua hainyesha, wanasimamisha. Ni mwezi wa 9, hakuna mvua. Wanasimamisha? Hata kama ingekuja? Chakula, nyama mnatoa wapi? Zinaletwa, kila anayekuja pale analeta mbuzi, unga, michele, maharage, wanapika na pombe. Inakuwa ni sherehe. Ni sherehe wiki nzima. Alafu yule mkubwa anasema huyu ndiye anachukuliwa mwaka huu. Na huyu anatolewa. So watu wakirudi nyumbani wanaanza kuroga tena. Mwaka mwingine tena wanachagua ni nani atakwenda. No. Wote hawa sasa ni wachawi. Wakirudi manyumbani kwao wanavaa nguo. Wanavaa nguo tu kama kawaida. Unakutana na wao ni watu tu. Ni watu tu kawaida. Lakini mwezi wa 9 hawako kwa boma. Kwa hizo wiki watakapoona ni kama ni wiki 1 au 2, kiingia huko basi mnatoa nguo. Hiyo boma haina mtu, wako msituni. Na hakuna mtu, majirani wote wanapigwa na serikali kwamba eneo lile msikanyage. Wanaambiwa na serikali? Kwamba mnatangaziwa msikanyage. Kama utakanyaga, wewe utakaye kwenda kuwaona wale watu, kama huna Mungu, basi uzazi umeharibika au na paralyze upande mmoja. Yaani serikali inaambia watu msiende kule. Serikali pia inajua kwamba kule. Hata serikali inatambua hiyo uchawi. Kwamba kuna ibada za watu kule. Imani. Ibada za watu wa mizimu kule inafanyika. Serikali. Simeruhusu kwamba nao ni ibada yao, ni dini yao. Ni dini yao. So serikali inatoa amri, hapo kuna ibada inaendelea. Maana wametoa kibali kwamba wiki hili tutakuwa maeneo fulani tukifanya shughuli zetu. Wanapewa kibali? Wanaomba kibali na serikali inatoa kibali kwamba wanaenda kufanya ibada. Ibada zao ya kuwa uchi. Ila hiyo ya uchi ni siri yao. Wao wameenda kiibada. Lakini wao ndio wanajua watakuwa uchi. Lakini hiyo ibada hakuna mtu anaruhusiwa kuingia. Na hakuna kwenda eneo hilo. Ukienda unapata laana, ndio hiyo. Unakosa kizazi au una paralyze upande mmoja.
Bora tu umewaona. Bora umewaona tu. Na wao wenyewe hawashughuliki na mtu. Ile mizimu itakushughulikia. Ukiwaona hata wakufuati. Si mizimu itakushughulikia. Kwa nini umekuja huku? Wewe sio mwanachama. Mimi huwa naambianga watu, ukiwa na madhabahu mazuri, ukipigwa vita, madhabahu yako itakutetea. Watu hawajui. Ndio maana huwa nakuuliza mara nyingi, saa zingine unasikia nakuuliza, unaendanga wapi? Madhabahu yako iko wapi? Unashiriki wapi? Ulimwengu wa giza wanajua mengi kuliko wana wa nuru. Wana wa nuru hawataki kujua, hata hawataki. Wao wanajua tu wako na kucha, hawajui wako na vidole. Sikufichi. Kitambo usikie mganga anataka kuokoka, mchawi anataka kuokoka, inamaanisha kule hiyo madhabahu yako imeleta uharibifu mkubwa huko. Hawawezi kusarenda bure. Lakini kinachonipa uchungu, wana wa nuru hawajui baba yao, hawajui maana ya sadaka. Okay, sikiliza. Mlikuwa mnaweza kufanya ibada bila sadaka? Yaani ni hivi, kila mwaka, kila naye kuja pale, kwa mfano mimi labda na wadogo zangu 5, kila kaya inaleta mbuzi huyu sadaka, nayo inakuja kukabidhiwa kwa hiyo mizimu, kwamba fulani ameleta sadaka hii, unga huu, mchele, pombe na vitu, hela na nini, vyote vinakabidhiwa. Ndipo ibada kwa mkuu wa mizimu, tuseme mwenyekiti. Mwenyekiti wa ibada hiyo ya mizimu, ni kama chama. Ndio anatamkia miungu hiyo kwamba fulani ameleta hiki, fulani ameleta hiki, fulani ameleta hiki. Anatamkia miungu. Anaongea na miungu. Si niliwafundisha mtu, nadhani nilikuja na sadaka. Toto, usisahau hizi vitu nafundisha, sawa? Ukikuwa mdogo utakuwa unamuombea. Unapotoa sadaka, tuseme ni euro ama dola, ukiweka kwa madhabahu, saa zingine huwa naambia wewe unaenda kuomba huko kwa nini? Ushasikia nikisema hivi? Ni yule mwenye madhabahu ndiye anamwambia Mungu, bariki hawa wanaokutolea. Yeye na Mungu wake na madhabahu yake, baraka zinakuja. Mara watu wamenunua magari, wamenunua mashamba, wamepona kansa. Muulize mwenzako, kwa nini huwa unatesekanga ukienda kuombea huko? Si uache uombe. Ukienda kanisani kwa sababu ni ibada. Bwana haleluya amen. Haleluya, haleluya amen. Tutoe sadaka. Haya. Tumebariki madhabahu, tunaenda. Watakunyonga usiku. Sababu hiyo madhabahu haiongei, haifanyi kitu, haina nguvu. Mwenyewe ananyongwa usiku. So wao wanatoa kafara mtu kando na wale mbuzi. Mama, uishi sawa, hakuna kukufa, nimeweka uhai ndani yako. Unaona, huyu hakuna uwezo wa kujua kama simu inapigwa. Mimi niko na uwezo wa kujua kama unakufa ama uko hai. Na wewe pia una uhai. Huyu anaota ndoto mbaya. Huyu ni tajiri maskini, wewe nenda uwe tajiri. Unaona, ni mauti ya uchawi. Yani unatumiwa roho alafu inakaa ndani yako mpaka siku ya kufa. Inaweza kuwa ni miaka 6 ijayo, lakini mtu mwenye macho anakwambia wewe hauko sawa, uko hivi na hivi. Kama vile yule mama unasikia nilimwambia akakataa, hapana, niko na pete, niko na bwanangu. Unamwambia mama. Sasa wakianza hiyo bubishi, mimi naenda zangu. Unapotoa sadaka, sadaka yako hii haiwezi katajirisha madhabahu.
madhabahu iko na nguvu ya kutuma baraka kwa kampuni yako, kwa kazi yako. Hakuna siku utatoa sadaka ambayo inasaidia madhabahu. Labda pasta wako asiyejua anafanya nini. Anayejua madhabahu hawezi ukatoa sadaka pesa nyingi akafurahi. Sikudanganyi, nakwambia ukweli. Mimi ukitoa sadaka pesa nyingi na kuangalia nambari, sababu njia ni ngapi? Ni mbili. Njia moja, huenda matatizo yako ni mengi sana, umechoka nayo, ama unanipa pesa ili nikufuate kile umesema nifuate, sababu huwezi mtajirisha, huwezi. Sasa ukinipa pesa nyingi, kwanza ukitaka nijue ulitoa pesa, huwa nakasirika, sababu najua huyu anafikiria tuko hapa kwa ajili ya pesa yake. Huwa nakasirika, nakwambia ulitoa ngapi nikurudishie. Na New Life iko na milango 10 na ngapi? Chagua ile unatoka na. Maana ukitoa sadaka kwa ile madhabahu, wewe ngoja, si tunaongea kuhusu chawi na uganga. Ngoja tutakuja kuongea kuhusu watu waliobarikiwa walipokuja hapa. Utasikia kukasirika, wako humu tu. Wewe ukaja ukaokoka, ndio, na haukumalizana na ile madhabahu. Hakuwepo mtu wa kuweza kumaliza. Wachungaji wengi nimewaeleza, wanasema vunja madhabahu, kwa mdomo tu, hakuna sadaka. Nimekuja kufaidika baada ya mafundisho yako. Hapa nimekuja mara 2. Hii safari ya 3. Na imenisaidia kupunguza kasi ya nguvu ya madhabahu za mashetani. Isipokuwa kufanikisha kabisa, ndio hamna. Ninaeka 200 za ardhi. Unaenda 200 za ardhi? Hiyo nini? Naeka 200 za mashamba. Uko naeka 200? Lakini maono yangu ni makubwa. Nahitaji kilimo cha umwagiliaji, nifuge mifugo mingi kama wewe, nifanye kutengeneza chakula cha mifugo cha kuku, kwa sababu Njombe wanahitaji ulaji sana mkubwa wa kuku. Lakini sasa sina nyota ya ufanisi. Hauna? Imenizuia. Na wengine bado wanaendelea na misimu. Wengine wanaendelea. Huwa wako na sherehe zao. Ile tulikatisha. Sasa na miaka kama 7 hivi. Kile kimungu kile tulikichoma, lakini kile kiti na mamlaka zake bado zipo, zinafanya kazi, ndio zinanipiga. Sasa ndio zinatesa watu. Zinatesa watu na kutaka kuua, lakini masingizio yote mimi ndio naua. Ndio mchawi. Wote wanasema wewe ndio mchawi. Ni mchawi mimi. Kwenye mashamba sifanikiwi. Lengo nilime, vibarua nazuiliwa, sipati. Ekari 200, mashamba eka 200. Uko na mimea huko, umepanda nini? Nimepanda kidogo, parachichi, migomba, machungwa kidogo. Sasa uwezo wa kuendeleza sina, kwa sababu kila nikipata tu hela kidogo tunatawanywa. Wao wanaitawanya. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji nipate nyota ya ufanisi ya kilimo, mashamba makubwa. Unahubiri hapa, mimi ninayo 200. Tunavunja hiyo madhabahu leo na utafunguliwa tu. Amen. Kwa sababu tuna mikakati ya mkoa wa Njombe, kilimo cha kimataifa. Kuna Wahindi wamekuja, wale wanahitaji mazao yale. Sasa nyota ya kilimo sina ya ufanisi. Shamba uko nayo? Nayo. Maji ninayo. Mali unayo? Lakini wewe ni maskini. Maskini. Na mke wangu alivunjika mguu, mizimu ilipiga. Alikuwa anachuma parachichi pale nyumbani, kutoka nje ya mti tu mguu kavunjika ghafla. Sio alipanda juu ya mti, mguu ikavunjika. Aliingia kuchuma kwenye matunda ndani na mjukuu wake. Ndani ya mti, mjukuu yuko juu. Atoke nje na yale matunda kwenye mti. Chini amekanyaga hivi. Ukalia kavunjika mguu. Mpaka hiyo. Yupo mchungaji Anita nafahamu. Lakini amevunjika mguu. Amevunjika mguu. Na aliwekewa chuma sasa. Kazi ya hii. Na ukoo wao pia wana uganga.
kwenye ukoo wao. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo tumalize ibada hii, kesho tutakuwa tumemalizana na wachawi wengine huko. Haya, watoto wangu nao ndio hivyo, wamesoma, hawana kazi. Huyu hapa amezaa mara 3, lakini yote ni madhabahu. Mpaka hivi ana mke ambaye mimi simtambui, yaani amekabidhiwa na mwenye binti bila taarifa mimi. Mwenye miji? Anakabidhi kwa mtoto wangu. Nani huyu anaitwa mwenye miji? Huko Tukuyu, huko Mbeya. Kwa hiyo roho ya uzinzi imemkamata. Huyu amemaliza clinical officer, lakini hana kazi na hajapata hata mchumba. Binti yangu wa mwisho, nahitaji msaada, wafungulie wote. Ila huyo nataka toke kwa huyo mwanamke, waache apate mke wa kwake wa heshima aliyompa Mungu. Wajua tukipiga ile madhabahu, haya yote yanatendeka kwa haraka tu. Amen. Amen. Kuna mwingine? Kutumia fisi, yani kule Tanzania, wakati tunakuja kufanya mkutano ambao Mungu alikuleta hapa Kilimanjaro. Hii mkutano hii? Ndio kwa mara ya kwanza serikali ikasitisha kule Simiyu kwamba watu wasitumie tena mafisi kama bodaboda. Mafisi walikuwa wanakula watoto, na wakakutwa tu watu wengi ambao wanafuga fisi na wana majina, na walikuwa wanatumia kama bodaboda kusafiri nazo sehemu mbalimbali. So walikuwa wanachukua fisi wanatumika kama bodaboda kwenda wapi? Kwenda popote anapotaka kwenda. Mchawi anasafiri na fisi wake kama bodaboda. Yaani wachawi wengi walikuwa wanamiliki fisi kama sehemu ya usafiri. Na walikuwa wanakula watoto? Na wanakula watoto. Lakini ule mkutano ulipokuja, hata wale mafisi ambao walikuwa wapatikani kirahisi kuuawa, ndio waliweza kupatikana wakauawa, na ndio serikali ikapitisha kwamba watu wasiwe na sheria kwenye huo mkoa kwamba wasiwe wanatumia fisi kama bodaboda. Serikali ikasema watu wasitumie fisi kama bodaboda. Wasitumie fisi kama bodaboda. Yaani nachotaka kueleza ni kwamba kwani hata serikali ilikuwa inajua watu wanatumia fisi kama bodaboda? Ilikuwa inajua kwamba watu wanatumia fisi kama bodaboda, lakini namna ya kudhibiti sasa ilikuja kuweza kudhibiti baada ya kwamba fisi wanakula watoto. Yaani tunapoongeleaga huwa kama ile mkutano wa Dar es Salaam Biafra, ambao yule mkuu wa wachawi, mwenyekiti wa wachawi wa Gambosh aliokoka alipokutana na mahubiri yako, watu wanatakiwa wafahamu, unapozungumzia uchawi Tanzania si swala la story, ni swala la wazi sana. Ndio haya ni kama yani kuna kuwa ni kijiji tu watu wanajua hapa ni kwa wachawi. Yani kila tuseme ukoo au maeneo yale tunajitambua. Wengine wanatumia bundi, wengine fisi, wengine mapanya. Haya unakuta tu mazao yanasombwa. Kwenye mahindi unakuta tumepata mengi, saa ya kuvuna unakuta tumevuna kidogo. Yameenda wapi? Yamebebwa na nani? Na wachawi, kwa kutumia hayo mapanya au misukule. Panya wanakuja wanabeba chakula. Panya mmoja anabeba gunia zima, tena lililopukutuliwa mahindi. Tanzania sio mchezo. Kule Njombe kuna uchawi mkubwa, tunahitaji msaada. Yule kule anafahamu. Kwa hiyo Pastor Anita ana kazi kubwa kwa mkoa wa Njombe. Yuko katika, na kuna lango la kuzimu linaitwa Nyumbanitu. Kuna lango la kuzimu, juu kuna maji, kuna ngazi imeteremka mpaka kuzimu kwa shetani. Wachawi wanaenda huko. Juu kuna maji. Watu wanateremka na ngazi, lakini kwa macho huwezi kuona, ila kwenye ulimwengu wa roho ipo. Na Njombe pana mto unaitwa Ruhuji. Pale ndio limewekwa lango la kwamba kila anayeingia mji huu asifanikiwe, kwa sababu pale pana lango nalo la kwenda kuzimu. Kwa hiyo Njombe ni tajiri na kila kitu, lakini watu wake maskini. Ndio hayo, na waganga wamejaa tele kwa Njombe. Bwana Yesu, nimeweka nguvu kwenye hichi kitambara
mtumishi wako anapoenda kutumia, hakuna mchawi atawahi kusimama, na waganga wote watasarenda na watajisalimisha, na uchawi utang'olewa. Wengine wataletwa huku kukombolewa, wengine watakombolewa na huko, na eneo hilo likombolewe yote. Kitambo tuje huko, kutakuwa na moto umewaka tayari, in Jesus name. Nenda utumie hiyo. Ikiwa chafu unafua tu. Hakuna mchawi atakujibu. Uombe usiombe, kuomba usiache kuomba, kufunga usiache kufunga, lakini uombe usiombe, ufunge usifunge, hakuna mchawi atasimama mbele yako. Naomba hizo eka 200 nizitumie kwa utukufu wa Bwana, maana tumechekwa kwa Bwana. Ninawafungua leo. Usijali, niko na saa. Uko na shule, nitakuja. Hebu nipe testimony kwanza. Nina kampuni ya ulinzi, nafanya kazi ya ulinzi, lakini nashukuru tangu na jua madhabahu yako, kwa kweli kidogo Mungu namuona. Nilikuwa nashindia 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, lakini sasa hivi nafika mpaka 200,000 kwa siku. 200,000 kwa siku. Namshukuru sana Mungu kwa hiyo. Wewe kitambo mtu aachane na uganga, anabarikiwa. Siwe ubariki. Tumpe Yesu makofi mazuri. Mwingine hapa. Epia. Umefanya uganga ama uchawi? Father.